nyumbani na nitaendelea kuja. Leo nimekuja kwenye madrasa, mtaniona siku nyingine kwenye msikiti, kwenye kanisa, nitakuja kanisani. Hivyo kwa nini nafanya hivi? Nafanya hivi kwa sababu huko tunakoishi mamijini, huko Dar es Salaam, Dodoma, wapi, mambo mengi tunafanya, lakini wengi wetu wanasahau nyumbani. Hawakumbuki kwamba kuna sehemu kule ambako walitoka, hawakumbuki kama kuna chimbuko. Hasa nimeona kweli kwamba mengi nimeyafanya nje ya Morogoro, nje ya Mlimba, lakini nikaona ni vema kabisa kurudi nyumbani. Cha kwanza nimejenga shule pale Mlimba, kitu ambacho ni lazima kiwe kinatuingizia pesa. Tunaenda huko kote kutafuta pesa. Kama ukitengeneza vyanzo vya pesa nyumbani, basi utarudi tu. Nyumbani ni nyumbani. Kwa hiyo nina kila sababu ya kurudi Mlimba, nina kila sababu ya kurudi eneo hili la Morogoro ili niendeshe pia biashara zangu na pia niwe karibu na nyumbani. Na pia niendelee kuwatumikia watu, wananchi na watu kwa ujumla. Tunatoa misaada mingi tofauti kwa kina mama, kwa vijana na kwa watoto. Kwa nini tunagusa watoto sana? Watoto ni eneo ambalo wengi wao wanasahaulika. Tukiwasahau watoto, tutajenga taifa lipi la kesho? Kwa hiyo lazima tuanzie hapa chini, tuwape misingi iliyo bora ili taifa la kesho liwe na wananchi walioshupavu, ambao wenye maadili mema. Kama mnavyoona sasa hivi maadili yameharibika, watoto wetu wanaharibika, mambo mengi mabaya, wanaangalia ma TV, wanafanya nini. Tunakuta kwamba culture yetu, ile nature yetu, yani ule uhalisia wetu unaingiliwa, unaharibiwa. Sasa ni sisi wazazi tukumbuke kuwasaidia hawa watoto, kuwafundisha hawa watoto ili wakue kwenye maadili mema. Nimeleta hichi nilichosema milioni 1, ni hela ndogo sana, lakini pia ni hela kubwa. Kwa nini? Tunaanzia, lazima uanzie sehemu. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo hapa tukianza hivi kidogo kidogo, huwezi kujua. Mimi na marafiki wangu wengi pia, nikienda nikawaonyesha kwamba jamani, mwenzenu nimekuta kuna jambo hili na hili, wanaweza wakaja wengi, ambavyo nitawaomba nije nao pia ili waweze kugusa kidogo kidogo. Nasema kinajaza kibaba. Kwa hiyo kama mmeweza kujiorganize namna hiyo, mkajenga kitu kizuri na kikubwa kama kile, basi ni vema watu wengine wakaja pia wakaona yale mazuri mnayofanya na pia wakawatia moyo na wakapa support yao. Mimi kama mimi nimeanza na hii, lakini mniombee Mungu anijalie leo na kesho nikirudi tena naweza nikaja na kitu kingine. Si ndio jamani? Atajengewa pepo 2 peponi. Dunia kama dunia hii mara 2. Sasa hiki alichokifanya ni swadaka, lakini ni swadaka tiljariya, swadaka yenye kuendelea. Kwa vile na yeye akawa anatiania kwa lile ambalo lilokuwa zito, basi Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi kwa sadaka aliyotoa. Maana anasema tadawahu maradhakum biswadaka, jitibieni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Kwa vile sisi Waislamu wa kata ya Mchombe, pamoja anasema Mchombe ni nyumbani, na kweli tunathibitisha kwamba ni nyumbani kwake, lakini kujitoa, maana wengi waliokuwa nacho, lakini wenye kujitoa ni wachache. Kwa vile sisi tunasema kwamba tunamuombea dua kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kwanza amzidishie afya, lakini kile ambacho alichokipunguza ukitoa, Mwenyezi Mungu akizidishe mara 10 ya kile alichokitoa. Lakini bado vile vile wale ambao watakuwa maadui kwa hiki ambacho wanakifanya, Mwenyezi Mungu awalainishe nyoyo zao, wawe marafiki zake.